Patrick, umeshaharibu siku yangu asubuhi hii. Kivipi? Kumfukuza huyo king'anga anayeng'ang'ania kwenye kitu nilichokiandaa mimi hapa? Pumbavu. Hausiki kwenye hii familia au nimekosea jamani? Mimi sijafunzwa hivyo Patrick. Ukweli ni kwamba umemkosea huyu kijana. Anyway, sina chochote ninachohitaji katika hii breakfast. Endelea na breakfast yako. Unaona sasa? Nini? Hivyo kwa mfano ungemwacha Enzo akae hapa, Patrick, nini ambacho wewe ungepungukiwa? Huyu Enzo ana nguvu gani kwenye hii familia? Kuna shida hapa. Tena kubwa tu. Umekosea kaka. Regina ni mtu wa upendo sana. Hicho ulichokifanya yani imekuwa kama unabagua, unaweka matabaka. Alafu kizingatia leo ni siku yake kubwa. Ndio nini sasa? Kwa nini umefanya hivyo? Nyamaza kenge, wewe unachojua. Ni kawaida baba mweusi wa kosi la wangu. Vipi? Sio amesusa. Kisusa na setwa. Yaani hapa leo ni kula kujigaragaza kama alivyojisemea Shishi. Nani? Vipi? Poa. Diba, sitaki mchezo wako wa juzi. Yaani leo ukiniletea mambo yako, kwa kweli utanikosea. Diba, sitaki. Unazungumza nini Ana? Unazungumzia nini? Hebu nipishe mimi niende zangu kazini. Unajua tatizo lako Ana ni moja. Na tatizo hatuwezi kuwa na amani kwa sababu muda wote wewe unawaza tofauti. Yaani sijui unawaza nini. Haya yote unataka wewe Diba. Bila kunifanyia ulichokifanya juzi, tusingekuwa hapa. Na nakwambia ukirudia tena Diba, tutafikishana pabaya. Hiyo nakwambia mapema. Jaribu kunipiga simu. Yaani jaribu kunigusa. Safari hii ndio utaiega mchana kweupe. Alafu tutakusindikiza na vigoma. Sofia, nitakupiga kweli. Yaani nitakupiga, nitakuumiza. Naomba unipe heshima yangu. Sofia, mimi nikichaa sitaona shida kabisa tuharibikiwa watu humu ndani Sofia. Nguvu hizo unatoa wapi? Huna. Yaani huna. Kama ungekuwa mtu wa kuharibu ungesharibu muda mrefu tu. Mapenzi ya Pita yamekuzidia yamekukaba kwenye koo. Wewe ni mpumbavu. Unadhani mimi ni mjinga kama wewe? Sofia, nakupa onyo la mwisho leo. Sitaki unisingizie kwenye ujinga wako. Mimi sio mpumbavu kama wewe. Na nikivisikia tena Sofia, nitakuonyesha Sofia kwa nini nilianza kuolewa mimi kabla yako. Pumbavu mkubwa. Ana. Mimi na wewe tumetoka familia tofauti. Na hata malezi yetu haiwezi kuwa sawa. Sasa tunapoungana kutengeneza familia moja ndani ya mwili mmoja, lazima kila mmoja amsome mwenzake ili tusikozane, sawa sawa? Hivi kwa umri wako huu, Diba, mtu mzima wewe, nikusome na lipi ambayo mimi nitalielewa kwako? Au eti nikurekebishe? Na kurekebisha vipi? Bwana nini bwana? Niache bwana, unaniumiza. Nisikilize. Unapoongea na mume wako lazima uwe na kiasi cha maneno. Leo somo la kwanza na kufundisha. Kuwa na kiasi unapoongea na mumeo.
Diba bwana, hebu niache. Nataka kwenda kazini mwenzio bwana, si muda wa kufundishana sasa hivi. Saidi. Pole sana kwa yote mshikaji wangu. Lakini kama sasa hivi familia iko salama, kila kitu kiko makini. Umefanikiwa. Tupige kazi sasa. Nashukuru Mungu. Familia ipo salama na mimi nipo tayari kwa kazi sasa. Acha tu nipambane. Hiyo ndio mambo yenyewe. Ila sasa nikwambie, semeni itabidi nifanye jambo. Kwanza nitafakari kwanza niwaze kwa sababu wakikaa wote pale siku itakuja kutokea jambo kubwa kuliko wale ambao walotokea. Nishaona. Ni kweli. Hiyo ni kweli. Maana kwenda kuja kwa lori. Nimeshasipana endelea. Okay. Yeah. Hebu bwana. Sia, utake usitake nitakufundisha kwa nguvu. Alafu ukumbuke kama mimi ni mumeo. Na majibu yako kuropoka leo mwanzo na leo ndio mwisho. Miza kima. Sikia. Umesikia sauti yako ya chini? Sauti yako hiyo ndio ya kuongea na mimi mume wako. Umesikia mke wangu mzuri? Unajua una lips nzuri sana hasa ukifunga mdomo wako. Umesikia? Sitakuacha. Na uwezi kwenda kazini ukiwa hivyo. Unatakiwa unavyoenda kazini lazima uwe na furaha. Sawa mke wangu kipenzi? Umenisikia? Hivi nianzie wapi? Pita kwa nini amenitenda kitendo hiki? Sijui nimfuate. Hili jambo siwezi kulijadili peke yangu na kutoa maamuzi. Wacha nikaongea na mama, nachanganyikiwa mimi. Ana. Unajua wewe ni kipenzi cha roho yangu. Hivi ungeondoka ndani kwa utulivu, tungesalimiana vizuri, nadhani haya yote yangetokea. Ana, nisikilize kipenzi. Ungenitazama usoni ningefurahi sana. Na kuruhusu uende kazini. Lakini leo na imani tumeanza rasmi. Unajua nakupenda sana Ana. Kama ningekuwa sikupendi, nisingevumilia haya mambo yote ambayo unanifanyia. Nisingethubutu kuwa na uvumilivu huo kwa sababu nakupenda. Na ndio maana tuko pamoja mpaka sasa mke wangu. Vipi? Poleni na msiba ndugu yangu, pole kwa kufiwa. Sasa hiyo pole inanihusu nini mimi Maria? Pole inakuhusu wewe mdogo wangu uliofiwa na mwanao. Maria, koma wewe. Koma mtoto wa dada. Ana nihusu nini? Yule wewe ndio mwanao.
Hame mwanangu Sanga. Ila sema Maria una Mungu. Mungu wako mimi mpaka ananitisha. Kivipi tena? Wewe una kiumbe tumboni. Kaka anaenda anapoteza mtoto wake tena kidume cha mbegu. Wewe unafikiri macho yake saizi atakuwa wapi? Mambo gani? Ila Naira, msichana unajua kujizima data wewe. Mimi sijawahi kuona. Eva, wewe acha tu ndugu yangu ujue alionikuta huko. Naira, hata kama yani mpaka msiba umeisha. Na ni msiba ni wa kwenu, Naira kweli? Wewe acha tu Eva, yani sina hamu. Kwanza vipi Frank bado hajarudi? Frank nasikia anaingia leo. Vipi? Ghost ya jambo? Vipi nao ni mawazo yako kwa kweli. Ni usiku kabisa mimi sijui chochote. Ila mimi nakwambia tu Maria, wewe kama ni moto, moto wako ni mkali. Moto. Sasa kama kuna moto kwa shoga yangu, nafikiri mimi moto wangu utakuwa kawaida. Sio kawaida wala sio poni. Mimi ni gesi. Nishatisafiri. Maria umeweza. Bana. Nakutania mimi kusema kweli mimi nasali tu shoga yangu. Nasali tu basi. Lakini sawa mimi. Lakini kusema kweli nimefurahi. Nimefurahi bana. Nisifurahi shoga yangu mchezo na nimepata uhakika wa maisha. Wewe mwenyewe ungefurahi. Yaani hapa hii miezi chache ilobaki nitakufurahisha. Yote 9:10. Lakini niko hapa naumiza kichwa kwamba bora kweli ingekuwa hiyo mimba kweli ni ya Frank. Hapo kweli shoga yangu ungetoboa. Lakini hapa nilipo najiuliza kufanyaje? Sasa bwana wewe. Sio unaongea nini? Alafu unajisahau ujue. Maria, unanichanganya kwa sababu nashindwa kujua mwisho wa hii story ni nini jamani. Unanivuruga. Naira, hunisikia au? Nimekuuliza swali. Bwana Ghost ya jambo? Eva ndugu yangu, hayo mambo ya Ghost tuyaache tu. Maana yananiumiza sana kichwa. Na yeye ndo ananifanya nakuwa hivi, yani nakosa kabisa msimamo. Unakosa msimamo? Yaani sijakuelewa. Kwa sababu gani unakosa msimamo? Eva, Ghost ana mambo mengi sana. Kiasi kwamba nashindwa nishike lipi, niache lipi. Naira, mimi unanichanganya kabisa, sikuelewi. Hebu nyoosha maelezo, nikuelewe basi. Eva, hayo mambo ya Ghost wewe hata nikikwambia ndugu yangu wewe sikuyaelewa. Wewe kikubwa niache tu nipambane nayo mimi mwenyewe. Haya rafiki yangu, kuja mimi nikapambane na kazi zangu. Tutaongea baadaye. Haya, unataka kujua mwisho wa story wa nini wewe? Unataka kuandika kitabu? Sasa ni hivi, mwisho wa story mtoto anazaliwa, shida iko wapi? Habari yako boss? Hivi Naira unanitafuta nini lakini we mtoto? Au unataka siku urudi hapa ukute maiti? Si ndio? Sasa mama, mimi nimefanya nini tena jamani? Hujui unachokifanya eh? Mama, ujue mimi mtu mzima sasa. Hebu niache mwenyewe najua ninachokifanya. Basi kama we mtu mzima, usirudi kabisa hapa. Nenda kaanzishe maisha yako huko. Yaani unanitia aibu sana we mtoto. Sijapenda. Maria, hebu tuliza akili yako sasa. Tuliza akili yako. Hii kimbizana hii
imefika mwisho. Imefika mwisho. Kumbe Thomas, kuna muda unaweza kaongeaga vitu vya maana. Yaani bora umelitambua hilo. Mimi mwenyewe nimechoka. Nimechoka. Usichukulie kawaida, Maria. Mimi ninamaanisha nilichokizungumza hapa. Ha? Yes. Kwa hiyo unafikiri juzi nilikuwa nakutania au ulikuwa hujanielewa? Au unahisi mimi nakutania na wewe? Thomas, mimi mwenyewe nimefika mwisho. Nimebaki peke yangu. Sitaki shida na mtu yoyote, na wewe mwenyewe ukiwemo. Maria, mimi si maanishi hivyo. Mimi namaanisha tofauti kabisa. Muda wa kujua kila kitu Frankie umefika. Ajue